Kama wewe haitikia huo haijawa njema upande wako. Imekuwa njema kwa kweli, yani imekuwa njema mno na ninamshukuru Mungu. Namshukuru Mungu sana, lakini pia tumependwa na Mungu. Mpaka kuwepo mahali hapa sasa hivi tumependwa na Mungu, lakini omba usipendwe zaidi, kwa sababu ukisikia tu mtu amemwambia Bwana amempenda zaidi, hata kama umjui unajua mambo. Ameanza kupeleka mambo mbali huyu. Yaani kwamba ukisikia kwamba mtu kapendwa zaidi, kwamba bana bana Mungu alimpenda zaidi bana. Kwa sisi tuishie tu kwamba bwana Mungu ametupenda. Ya msikilizaji wa 98.1 BMCC FM, tuko hapa siku ya leo na hii ni Good Morning BMCC, na leo tuko hapa tukizitazama kurasa za magazeti mbalimbali katika matukio yaliyojiri ndani ya wiki hii. Mubashara kabisa, mubashara. Na katika kutazama kurasa za magazeti bana, kama tunavyofahamu, siku kama ya leo magazeti mengi huwa yanaripoti matukio na taarifa ambazo zimejiri kwa wiki nzima. Na mkononi mwangu nina magazeti kadhaa hapa. Unajua siku hizi teknolojia imeturahisishia bana vitu mtandaoni, masuala ya magazeti makatasi hapa yanatuchafulia bana. Hizo zinaitwa zilipendwa. Digital zaidi. Sasa hizi ni digital. Na hii pia ni kuonyesha kwamba Mungu ametupenda. Hataki mambo complicated. Hataka maisha yarahisishwe, yani hivyo vitu viende vikiwa vimenyoka. Sasa bana, leo na magazeti yangu hapa mkononi na nina gazeti Mwanaume Halisi kama kawaida. Hilo tu watu tunakuwa nalo kila asubuhi hapa. Mwanaume Halisi. Good Morning BMCC ya leo ninalo hapa. Lakini pia nina gazeti Mji Juu ya Mlima kama kawaida yetu. Huwa tunaingia nalo. Hayo mawili huwa hatuachi. Lakini bana, nina gazeti la kila mwisho wa wiki, gazeti la Msema Kweli. Kama unavyojua hawa wapekenyuzi bwana. Hawa wapekenyuzi wa kupekenyua vitu. Leo tunao. Sasa bana, mimi nianze kusoma ukurasa wa mbele wa gazeti. Tulia, una haraka sana utadondoka. Mambo mazito humu ndani bana. Lete vitu. Sasa ukurasa wa mbele wa gazeti Mwanaume Halisi ile bana lina kichwa kinachouliza, je, walikuwa wapi wiki hii? Kina nani? Walikuwa wapi wiki hii? Wakina nani? Sasa ndio mimi na wewe tujiulize, akina nani? Walikuwa wapi? Kwani wewe ulikuwa wapi wiki hii? Kwani nani kwenye nchi bado kuna swali zangu? Kwani nani kwenye nchi bado kuna zile huko mbali. Lakini bana, gazeti Mwanaume Halisi linaendelea kwa kueleza kwamba bwana, Aprili 27 ilikuwa Jumatatu mpaka leo Mei 3 bwana, hii ilikuwa ni wiki ya idara ya wanaume kwa makanisa ya TAG, na leo ndio kilele. Unaona kwani unajua hiyo? Kwani leo ndo kilele? Leo ndo kilele cha wiki ya wanaume kwa makanisa ya TAG. Kwamba wiki nzima walikuwa wanatakiwa kuja kanisani. Yani wiki nzima ilikuwa shughuli ilikuwa inawahusu bana. Kwani wewe Jumatano ibadani ulimuona binti hapa mbele? Sikumuona, lakini huku walikuwa wengi huku. Uliwaona kina nani wengi huku? Wanawake ndo walikuwa wengi. Wanawake huku tena ndo walikuwa wengi? Walikuwa wengi. Sasa bana, gazeti Mwanaume Halisi linaendelea mbele na kuhoji kwamba idadi ya mahudhurio ya wanaume kwenye shughuli za wiki hii ilikuwa ndogo ukilinganisha na idadi kubwa ya wanaume kanisani. Kwani naomba niulize, wanaoenda juu ya mlima ni wanaume, na wanaume nao wanaenda juu ya mlima? Bana, tumekubaliana mwaka huu sisi ni Mji Juu ya Mlima bana. Wiki hii walikuwa wapi? Swali la kujiuliza. Lakini mimi naweza nikasema labda huenda ni ndoa au biashara. Kwanza tuanze tu na wewe ulikuwa wapi? Wewe ulikuwepo? Mimi? Ulikuwepo? Tunazungumzia wanaume, sio mimi. Tuanze na wewe. Kwani wewe umevaa sketi hapa? Wewe si na umevaa suruali. Wewe ulikuwa wapi wiki? Mimi nilikuwa wapi? Mimi nilikuwepo. Wapi? Wapi ulikuwa wapi?
I think Jumamosi ndo nimehudhuria. Acha sana. Wiki imeanza lini? Gazeti Mwanaume Halisi linasema wiki imeanza Jumatatu. Wewe ulikuwepo jana tu. Sasa hii mada naona kama mmenigeuzia mimi. Tunazungumzia wanaume. Tunazungumzia wanaume wote. Sasa ili swala kwa tuliweke sawa, kwa sababu maana kama wewe unasema kwamba huku walikuwa wengi, uliwaona wengi wanawake. Sasa hii tunong'onezane tu hapa, tutete kidogo. Kwani wao wanaume walikuwa wapi? Kwani hii safari ya kwenda juu ya mlima ni ya wanawake peke yao na wanaume wapo ndani? Ni wote. Sasa bana, sisi tumalize kwa kuwauliza kwamba wewe mwanaume ambaye hakuwepo wiki hii ulikuwa wapi? Basi. Bana, wewe lijibu gazeti bwana, Mwanaume Halisi. Bana, front page yake imekaa hivi, ukurasa wa mbele kabisa. Ili gazeti bana unajipatia kwa shilingi za Kitanzania 1000 tu utalikuta huko, lakini bana ukigeuzia gazeti lingine nigeukia hapa. Naam. Gazeti Mji Juu ya Mlima, ukurasa wa mbele. Hapo ndo penyewe. Bana. Hapo ndo penyewe. Gazeti Mji Juu ya Mlima, ukurasa wa mbele. Lenye bana lina habari nasema vijana wasema lazima ziwe dabo. Hapo ndo dabo. Ile unajua kuna ule wimbo wa everything is double 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 double. Sasa vijana nao wanasema bana, vijana wanasema lazima ziwe double. Double kitu gani? Wanasema wako tayari kupanda juu ya mlima. Wanasema ndoa za mwaka huu lazima ziwe mara 2 ya zile za mwaka jana. Wako wapi? Umeielewa double? Kwani mwaka jana zilikuwa ndoa ngapi? Kwanza useme ndoa ngapi mwaka jana? Mwaka jana takwimu zinaonyesha wakati nasoma bana ripoti ya kanisa mwaka jana ni kama zilifungwa ndoa 13 bana. 13. Kwa hiyo dabo yake ni ngapi? 26. Kama mwaka huu ndoa 26. Na sasa tufahamu sasa ndoa 26 hapa BCC kwa au kuna wengine? Sasa wengine gani? Wengine si wewe. Nani? Wewe. Mimi mwanafunzi. Kila mtu aweke subiri taratibu. Kila mtu aweke mkono wa kushoto hivi. Nini? Kila mtu weka mkono wa kushoto hivi. Weka mkono wa kushoto. Weka mkono wa kushoto. Weka mkono wa kushoto. Sawa. Sasa kwa maana hiyo basi nimwambie tu msikilizaji ambaye ananisikiliza, hasa yule binti, kwamba hawa vijana nilionao hapa wote majimbo yako huru. Na yanaruhusiwa. Na wagombea wanaruhusiwa. Umeanza kutunadi, sisi sio bidhaa. Sasa jambo zuri ni kwamba haya maswala pia ni ya kwenda kuwaona wazee. Wazee. Sasa bana ukiendelea kupitia hapa gazeti Mji Juu ya Mlima linaendelea linasema kwamba bwana kijana Amosi anasema akirudi anatangaza nini? Anatangaza nini? Huyu si alikuwepo? Anatangaza. Amosi sio mfanyabiashara, hajaondoka hapa kama mfanyabiashara. Sasa kutangaza nini? Haya mambo mara nyingi vijana huwa wakitoka, ukikuta kijana ametoka hasa akitoka akaenda kwenda kuona wazee kidogo, unajua akirudi ana jambo. Unataka useme mimi bwana kwenye mitandao zangu kwenye mitandao ya kijamii hasa kwenye zile akaunti za vijana nikakutana na vijana wameibua mada kwamba Amosi ameshakemewa mate na wazee. Bana we. Sasa mimi najiuliza Amosi si ameokoka? Sasa mbona ametemewa mate? Unaelewa kiwepesi. Ameenda kuwekewa mikono na wazee.
Baraka na wazee. Baraka za wazee. Kwani wewe kwanza, unajua shida yako wewe pia uko mbali sana na mchungaji kiongozi, ndio shida yako. Huwa upandipandi ofisini. Yule mzee angekupa kodi. Kaula nania. Sio mate. Unapewa baraka na wazee. Sasa si angesema ameenda kwa wazee kupewa baraka kutokutumia. Sasa nikupe mfano wa mtu. Bana juzi nilipokuwa nimekaa hapa bana la shanga. Kuna mtu niliona anapanda kule. Bana Joshua Mashashanga alikuwa anapanda kule. Mambo umeajua. Sasa sikia, taratibu sasa. Mambo ni mengi. Yamkini likawa moja kati ya hilo au yakawa masuala mengine ya kidumu. Lakini jambo la kuzingatia ni kwamba kabla ya hujaanza hili jambo, zingatia kuonana na wazee. Wazee wana kodi. Huma Shashanga alipopanda. Kuna mipando ya kupanda juu. Kuna mpando wa kihuduma. Mpando wa kwenda kutafuta. Sasa hilo mimi sijui. Ila tunachojua alipanda ngazi kwenda kumwona mzee. Jamani, kwa hiyo ni kuonyesha kwamba haya masuala ili uanze lazima waone wazee kwanza. Hayo mambo ni chini ya carpet. Sasa hilo bana, wewe tafuta gazeti lako Mji Juu ya Mlima, jinyakulie hiyo. Lakini bana, gazeti Juu ya Mlima pia limetoa orodha ya vijana ambao mwaka huu lazima wawepo kwenye hiyo. Tulia sasa. Kwenye hiyo idadi ya ndoa 26. Bana, majina yao ni haya hapa. Tulia. Majina yao ni haya hapa. Orodha hiyo yupo Amani Victor. Amani Victor. Lakini bana, yupo Elisha Kasupa. Lakini bwana, haujakosa Jonas Kingu. Lakini bana, haujakosa Joshua Jacob. Lakini ambaye anatakiwa asikose Haruni Sanga. Mwandishi, umeanza mambo mengine tunazungumzia. Haruni Sanga utaki kukosa. Sasa kama mnabishi, weka vidole hivi, weka mkono wa kushoto. Weka mkono wa kushoto. Ndio nimewasha hapa kodi, panda ngazi kamwone mzee akupe kodi. Hatujapewa baraka na wazee. Jipatie gazeti lako Mji Juu ya Mlima. Bana. Sasa bana, nichukue gazeti la Wapekenyuzi. Msema Kweli. Hapo ndo penyewe. Bana, Msema Kweli kurasa wa mbele linaandika kisa ushuhuda ibada ya homesale ya kwama. Ndo penyewe hapo sasa. Mpaka muda wa ibada. Kwani ushuhuda gani? Sasa tulia sasa. Binti atia ngumu homesale kufanyikia nyumbani kwake. Nani huyo? Binti au kijana? Tulia sasa. Mzee wa huduma amelalamika kwamba binti huyo amekuwa na kasumba ya kukwepesha ibada ya homesale kila inapopangwa nyumbani kwake. Kwanza hivi inawezekana binti mwimba kwaya akagoma homesale isifanyike nyumbani kwake? Sasa binti protocol heshima sio tiketi. Kwamba huduma haihusiani na bana. Kwa sasa amekwepesha. Kwa yeye kila ya homesale ikipangwa kwake, nina discussion. Lakini bwana, kwenye vitendo zangu tutende sasa hivi, tutende. Mzee wa hapa. Mzee wa mzee. Askofu mkuu. Mzee. Alishawahi kupanda madhabahu. Hapa kanisani kwetu. Kijana wa kiume anaishi na binti. Alafu Jumapili anakuja kanisani. Na hawajaoana. Wewe hayo umeyasikia wapi? Kanisa hili. Kanisa hili. Na nani akaendelea kusema kama tabia hiyo ipo ni bora uondoke. Kabisa. Ame bana. Unajua watu kama hao vijana wazuri hawa unasema. Kwa anaweza akawa sasa. Unajua kinachotokea ni kwamba hapa sisi tunaona anaimba alafu anaimba na kwaya na protocol na kadhalika, ila sasa huko hosteli si wanamjua
Sasa aanze kuwapeleka wapendwa waanze kufanya maombi wakati wanamjua kule majirani zake bana. Kwa bwana akwepesha ibada ya home sale isifanyikie hosteli kwake. Ushuhuda. Sasa bana, na gazeti Msema Kweli linaendelea na kuhitimisha kwamba bana, tabia kama hii inatukwamisha kwenye safari yetu ya kupanda juu ya mlima. Lakini pia hatujaishia hapo tu. Kuna wale ambao tunawaagiza waende wakahubiri Injili. Kuna jambo nako tunashuhudia nako, kuna jambo, kuna mambo huko yamefichwa, hauwezi kuyajua kama sio mpeke news, hauwezi kuyafahamu. Wanaenda, tunawapa vipeperushi waende wakahubiri Injili. Unahubiri kwanza, unagawa kipeperushi cha kukaribisha mtu ibadani. Sasa imekuja namba, bwana huyu mtu kaokoka, piga simu, halo kaka, naambia dada, hongera kwa kuokoka. Kaka samani, mimi sijaokoka bana wewe. Sasa namba ilitoka wapi? Wewe hujaokoka? Sijaokoka. Mtu wenu alikuja hapa akagonga, akaomba maji, akanipa kipeperushi. Bana wewe. Kaomba maji ya kunywa, tumemtuma kaombe maji ya kunywa. Tukituma kushuhudia, anaomba maji ya kunywa, anacha kipeperushi. Ambia dada, wokovu unaujua? Akasema mimi habari ya wokovu sijui, nimepewa. Basi wanaombea maji ya kunywa baada ya kushuhudia. Ndio maana ukimkuta bana mkurugenzi wa huduma ya practical ministry, unaona kama kichwa kinamwasha hivi bana. Kumbe namba zikiletwa 30, 20 hazipatikani bana. 20 hazipatikani. Ikipatikana anasema kaombwa maji, kapewa kipeperushi. Kwa hiyo nani hapo tunaweza tukasema hivi, aomba maji kuacha kipeperushi uzuni. Sasa hiyo lazima tusikitike nini? Na tabia kama hii bana inatukwamisha sisi kuwa mji juu ya mlima, wakati sisi tumesema sisi ni mji juu ya mlima, hatufichiki, visible, vibrant, victorious. Tuwaongezee makofi mengi. Haleluya.